Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote pale ulipo, karibu sana kwenye kijiwe cha michezo, tujuzane mawili matatu ya kimichezo ya ndani ya nchi pamoja na yale ya kimataifa. Kama ilivyo tamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindakindaki wa michezo, hususan mpira wa miguu ama soka, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mchezo wa mpira wa miguu uzidi kusonga mbele. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa tuliyokuletea hapa kijiweni. Habari kubwa tulionayo hivi sasa inatoka kunako viunga vya Msimbazi Simba, ambako unaambiwa bosi kachafukwa, bosi kavurugwa. Kipigo cha mdabi kimemvuruga vibaya mno. Amepandwa na hasira. Walimuaminisha kwamba wanaweza kufanya vitu vikubwa, lakini sasa imekuwa tofauti. Ni bosi gani huyo? Kila mmoja anamjua. Bosi wa Simba Sports Club ni Mo Dewji. Ameamua kufanya usafi kunako benchi la ufundi pamoja na kikosi kizima. Anataka sasa kufanya mapinduzi ya soka kuelekea msimu ujao. Bosi, inavyosemekana ni kwamba baada ya kichapo kile cha goli 2-0 kutoka kwa mpinzani wao Young Africans, ambapo tumeona kila mmoja amekuwa akisema uhalisia wa mchezo huo ilikuwa ni total dominance, kwa maana ya kwamba Young Africans walitawala kila kitu, kwa maana ya kwamba kulikuwa na quality ya mchezaji mmoja mmoja ambayo ilikuwa ni bora sana kuzidi Simba, lakini pia walikuwa na teamwork nzuri mno. Na hapo tunaona kuna baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa kwa pesa nyingi na hawajawahi kupata nafasi kunako kikosi cha wana Msimbazi. Hivyo bosi amevurugwa na anasema atafanya maboresho makubwa sana kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Wewe kama mdau wa michezo ama kama ni mdau wa Simba, tuambie ungetamani ni sehemu gani bosi afanye marekebisho, ni sehemu gani aboreshe. Muda mwingine unaweza ukasema ni wachezaji tu ndo wana shida, lakini nako kuna benchi la ufundi, kuna uongozi, mambo ni mengi kweli. Sisi tunaona soka uwanjani, lakini kabla ya uwanjani kuna vitu vingi sana vinatakiwa vifanyiwe kazi. Wewe unahisi ni sehemu gani ambapo Simba Sports Club wanafeli? Kwa upande wa wachezaji, tunaona Simba Sports Club ilisajili wachezaji wa kimataifa wengi kweli. Tunaona walisajili goalkeeper Pin Kamara, walikuwa na Shamu Karabwe, walikuwa na Joshua Mutale, walikuwa na Lionel Ateba, pia walikuwa na striker refu kuliko goli Steven Mkwara, pamoja na pia walikuwa na Deborah Fernandez Mavambo, Okajefa, Austin Okajefa, pamoja na Valentine Nauma, ambapo tunaona Jean-Charles Ahoua pamoja na Eli Mpanzu. Hapo ni takriban wachezaji 10 ambao ni wapya, hao ni wa kimataifa. Hatujazungumzia wachezaji wa ndani kina Hamza na wengine. Na hapo ni kikosi ambacho kilikuwa kinatengenezwa. Kwa hiyo kwa hali ya kawaida hapo tunaona katika hawa wachezaji wa kimataifa ni wengi wataondoka na wengi pia wataingia. Sasa ni nani ambaye anaondoka, nani anaingia? Tuambie kwenye comment hapo, twende sawa. Lakini taarifa zilizopo ni kwamba kwa wale ambao jana walicheza, takriban wachezaji 4 pale msimu ujao ni bye. Tukianza na beki Shamu Karabwe, kwa uzito ambao aliuonesha jana pale, unaona kabisa hana nafasi katika kikosi cha Simba kijacho. Upande wa Joshua Mutale, game ilimkataa kabisa, kitu ambacho kwa mchezaji wa klasi yake haitakiwi kuwa hivyo. Upande wa Fabrice Ngoma, yule ni kusema kwamba umri umemtupa, mambo yamekuwa mazito kuzidi umri wake. Wanahitajika watu katika upande wa midfield wenye speed, wenye pace ya hatari, wenye agility ya kutosha, ili waweze kumaintain upande
wa midfield, lakini huyu umri unakwenda kumtupa. Upande wa mabeki pia tunaona Shomari Kapombe naye umri ni bye bye. Shemaroni Fondo kama kawaida bado mambo ni mazito. Kwa hiyo kwa upande wa backline ya Simba pale tunaweza tukasema tunaye Abdurazak Hamza pia Junior pamoja na Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Hawa wengine wote bado ni tia maji. Hivi sasa inavyosemekana ni kwamba bosi pamoja na kuvurugwa, lakini mpunga ambao anakwenda kuweka katika usajili msimu huu basi ni mpunga wa maana kweli. Basi wewe utuambie katika hili dirisha kubwa ni mchezaji gani ambaye ungetamani atue Simba Sports Club? Lakini ni kuhakikishia ya kwamba tetesi zote za usajili utazipata hapa Malcolm. Nani anatua, nani wanamnyatia Malcolm, tutakutaarifu kila kukicha. Na kuna wengine baadhi ya wadau wamesema licha ya kwamba bosi anataka kufanya marekebisho kunako kikosi cha Simba Sports Club, wengine wanadai hata kwenye benchi la ufundi bado kuna shida, kunatakiwa na kwenyewe kufanyike maboresho kweli. Kama ameweza kumleta Fadlu Davids na akafanya vitu vikubwa kiasi hichi, basi kuna watu pia pale wanatakiwa kuondoka ili benchi la ufundi nalo liwe limetimia. Tuambie unahisi ni nani katika benchi la ufundi lile anatakiwa kuondoka na nani anatakiwa kuingia? Malcolm tupo kwa ajili yako, lakini kikubwa ni kuombe wewe ambaye bado hujasubscribe ufanye hivyo kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe na kisha ubofye alama ya kengele. Utapata notification kila tukiweka video mpya kwa ajili yako. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.